Kwa uchache, ndio ungepewa nafasi ya kumzungumzia marehemu Pastor Maria Martha, vile ambavyo mmefanya naye kazi kwa muda mrefu, umeshuti kazi zake nyingi sana. Ukipewa dakika 2-3 uweze kumzungumzia, ni mtu namna gani kwa vile ambavyo ulikuwa unafahamiana naye? Cha kwanza niseme kwamba she was very humble. Na fikra yake nadhani kubwa alikuwa hana kitu kingine zaidi ya kumtafuta Mungu. Hichi ndicho ambacho mimi naweza nikasema kwamba Maria Martha nilimfahamu kwa hilo. Hata muda mfupi ambao tulikuwa tukipata, labda tumekaa tukipiga story, she was a difference like other singers, unaelewa? Kila mmoja ana utofauti wake. Siwezi kusema wengine wanakosea, lakini kila mmoja ana fikra zake na mitazamo. Lakini pia na mwenendo pia. Kila mtu ana mwenendo wake. Mimi na wa kwangu na waimbaji wengine wana wake hivyo. So mwenendo wake ulikuwa ukiutazama kwa asilimia kubwa, unaona kabisa basically umedeal na yani na kumtazama Mungu zaidi kuliko kitu kingine chochote. Ya she was a mother ambaye alijitoa kwa ajili ya Mungu. Typically, yani sio kwa sababu tu eti kwamba ni muimbaji. Unajua namtofautisha na waimbaji wengi kwa sababu alikuwa ni mama wa maombi. Hata mbali na hizi nyimbo ambazo ameimba nyingi ukiona zinagusa ni maombi mara kwa mara, lakini she was a mother of prayers. Muda wote alikuwa yeye ukimwangalia ni maombi. Hata ukiongea naye Martha, utamuona kabisa na kitu cha tofauti katika maongezi yake. Yani ni mtu ambaye muda wote kila unachomwambia ni kitu kama anakipeleka zaidi kiroho kuliko kimwili. So utamuona ni mama ambaye alikuwa yuko tofauti. Na naweza nikasema kwamba wakati mwingine kwenye taifa kuna watu ukimpoteza, unaona umepoteza rasilimali nguvu ya maana sana. Yani yule ilikuwa ni rasilimali ya maombi. Yesu ya kuzalisha pesa, lakini kwa ajili ya maombi ya kwake, familia yake, lakini kwa ajili ya taifa. Ndio maana uimbaji wake asilimia kubwa kwenye nyimbo zake utaona kabisa analiombea zaidi taifa. Yasielewi Mungu ana mpango gani, taifa lile lile ambalo unaloliombea sana, unalolipigania kutafuta amani yake, ndio hilo hilo ndani yake inapatikana umauti wako. Ni vitu ambavyo nilikuwa najaribu kuvitafakari, Mungu huwa ana kusudi gani au ana kitu gani ya na anaruhusu nini kitokee katika mazingira gani. Unakosa majibu kwa sababu ya yeye jinsi alivyokuwa. Yani mama ambao unaweza kumwongelea zaidi kwenye upande wa Mungu kuliko mambo mengine. Naona hata kuna kipindi nakumbuka mara mwisho naongea naye, sister vipi, sijaona nyimbo zako hivi karibuni, sijaelewa una mtazamo gani. Ananiambia kuna vitu napambana navyo sana kwenye kanisa. Ya na nadhani kwenye historia ya mwisho wa kanisa ilikuwa inasemekana mara sijui watu walibomoa kanisa, akajenga. She was a fighters. She was a fighters kwenye mambo ya Mungu. Na kiukweli Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi, kwa sababu ni mama ambaye alijua kumtumikia Mungu effective. Na hisi miaka yake mingi ya ujana wakati, kwa sababu kuna ujana wakati na ujana wa chini. Hakuwa kijana kama vijana wengine tunavyoishi au walivyo vijana wengine wanavyoishi kwa kuipenda sana dunia. No, alikuwa ni mama ambaye anatamani sana kuhakikisha watu wote wanafuata amri za Mungu. Kwa sababu nakumbuka hata video yake, mfano ukiona ile mimi ni mama, ile ngoma huwa hainitoki kwenye kichwa kwa sababu ni moja ya ngoma kubwa sana. Ukiangalia kuna passage moja anaongelea mabinti wanavyovaa nguo uchi. Yeye anatoka mbio anaenda kumfunika yule binti, kanga yule binti anamsukuma anamtupa mbali huko. Yani ni mtu ambaye hivi vitu aliviacha muda mrefu akawa anasikitikia watu. Nadhani kama kuna kumbukumbu za nyuma, nadhani hata waimbaji wenzio kuna kipindi walikuwa wanamshangaa kwa sababu kuna vitu vingi Martha aliamua kuachana navyo. Na baadhi ya hivyo vitu ambavyo ni kama mambo ya kupaka sijui mawanja, lip shine, manini, yani makeup haya manini. Martha kuna kipindi kabisa aliachana navyo. Na ukimwangalia Martha ambaye nilianza naye mimi kwenye album ya kwanza, ni Martha ambaye alikuwa tofauti na Martha huyu ambaye tunamuongelea leo. Yani kuna difference kati ya Martha Ramadhani na tofauti ya Martha Maria Martha.
Kuna tofauti hapo, kwa sababu mwenyewe nadhani alipoenda akapata hilo jina akaamua kubadilika kwenye kila kitu, kwa sababu kipindi tunashuti naye album ya kwanza, Martha alikuwa ni Martha wa makeup, Martha wa urembo, Martha ni mrembo, na kama nilivyoongelea ulikuwa ukimwona tu Martha amepita hapo, yani unajua chuma kimepita. Yes, nadhani alikuwa ni mwanamke ambaye ana vigezo vingi ambavyo kwa mwanaume yoyote mwenye matamanio ya karibu akimwona Martha lazima tu atavutiwa naye katika hali ya kawaida. Sasa ni mwanamke fulani, lakini aliamua kubadilika na kumsikiliza Mungu anataka nini kwake. Na watu wote, hata mimi personally nilimshangaa kwa sababu sikumzoea hivyo. Tulikuwa tumemzoea tu Martha, ukimkuta ni mdada kapiga pamba zake kapendeza na shepu lake na nini, na jinsi Mungu alivyomuumba kila mmoja anamfahamu vizuri Martha. Kiukweli alikuwa ni dada ambaye yuko vizuri. Sasa yote haya Martha alisahau. Alivyokuja na jina jipya la Maria Martha, manake alikuja kurekebisha vitu ambavyo pengine kwa mitazamo yake labda aliyokuwa nayo kwa kipindi hicho aliona kabisa ni vitu ambavyo haendani navyo. Kwa masuala makeup sijui nini kumkuta Martha hivi na hivi, anapendeza tu kama mwanamke, kimwalika atapendeza vizuri, atavaa heshima vizuri, atakuepo. Tofauti nadhani aliona tofauti ya waimbaji wengi wa sasa hivi, wanavaa na kujisahau sana. Pengine tujue ni usasa, lakini hilo sitaki kuliongelea sasa kwa sababu sio topic ya leo, hapana. Lakini aliamua kuondoka kwenye hayo mazingira in short. Martha akaa kwenye ni Martha mpya, na akaa ni Martha ambaye muda wote ukikaa naye ukiongea naye Martha, hata tunapopita naye uko kwenda kwenye location, ukikaa naye sister atakwambia vitu vingi sana kuhusu masuala ya Mungu. Hamna mada nyingi ambayo Martha unaweza kuongea naye akakuletea habari zingine sana, labda atakushauri kidogo kuhusu maisha. Yes, lakini kikubwa zaidi ataongelea na kukutengeneza kuwa sawa. Ndio maana nakwambia kuna vitu vingi nilijifunza kwa Martha. She was a sister ambaye alikuwa hatamani kuona mtu anaharibikiwa. Alikuwa ni sister ambaye anatamani muda wote aone kila mmoja kwa namna yake Mungu amefanikisha lile ambalo analihitaji. So alikuwa ni sister mpambanaji, lakini alikuwa ni sister ambaye yupo kwenye mitazamo ya kiroho zaidi kuliko mtazamo wa kitu kingine. Na sidhani kama Martha alikuwa na mawazo ya kupenda vitu vingi vya dunia kama watu wengine kwa miaka hivi karibuni, hapana. Na hisi alimaliza mapema safari ya duniani. Unajua kuna mtu anaimaliza safari ya duniani mapema. Yes, unajua kwenye umri tuliofika kuna mtu atamani sana kuvaa sana, anaweza kana pesa nyingi lakini atamani sio mvaaji sana. Anaweza kana pesa nyingi sio mfanyaji wa starehe sana, kumkuta kusema labda ila yake anaitumia. Yaani mtu ambaye anaona vitu vyote alishavifanya, so hana. Martha nadhani hivyo vitu alimaliza mapema. Alikuwa ni mwanamke ambaye unamwona anapambana sana kulea watoto na kulea kisahihi. Tunaposema kupambana kulea watoto, sio kupambana kumpeleka mtoto shule alafu mtoto ana maadili mabovu. Sio kupambana kumpeleka mtoto sehemu ili unaona kwamba ndio mafanikio, lakini ukimwangalia mtoto kuna vitu vingi havipo sawa kijamii. So yeye alikuwa anapambana sana kuhakikisha kila mtoto anakuwa yuko sawa. Hii ilikuwa ni moja kati ya mapambano yake. Na ndio maana aliimba ule wimbo wa Mimi ni Mama. Lengo lake ilikuwa ni kusimama kama mwanamke ambaye anataka kuhakikisha kuona jamii yake iko sawa. Kuna siku mimi nilikuwa namuuliza, namwambia Martha, umeimba ujumbe mkubwa sana. Kwa sababu mimi kikawaida nikaa namwambia kikawaida napokea nyimbo nyingi sana. Yaani na nyimbo nyingi, yaani mfano hapa napoongea wiki hii tu nimetengeneza script karibu 16. Hii wiki tu mimi nipo safari. Nikiwa safari nimetengeneza script 16. Maana hizo ni video 16 naenda kuzifanyia kazi ndani ya hichi kipindi. So naambia mimi kwa mwaka mzima napokea nyimbo nyingi sana. Na nasikiliza nyimbo nyingi mpya. Sio zile za zamani, mpya. Martha umetuletea ujumbe mkubwa sana. Nakumbuka siku tunaongea, tupo kwenye shule fulani tumeenda kushuti, tumekaa nje tunasubiria watu wajipange tuingie kwa ajili ya shooting. Nimekaa naye hapo nje tunapiga story. Ananiambia kaka, Mungu tu, nimelala nimeona Mungu ananiambia niimbie taifa langu, niwaombee watu wa taifa langu. Kwa sababu nikiangalia watu, bangi zimeharibu watu, madawa kulevya yameharibu watu. Nikiangalia bado kuna mambo majanga mengi yameibuka kwenye taifa letu na dunia kwa ujumla. Kwa Mungu ameniotesha niwaombee watoto wangu. Na nimeimbiwa wimbo, lakini mimi wimbo nauona kama ni wimbo
alikuwa sauti ni ya kiume. Sasa mimi imebidi ni ubebe kama mama, ni ubadilishe niimbe hivi. Kaambia wow, fantastic. So unaona ni namna gani alivyokuwa ana work through. Lakini okay, haya alikuwa ni ya Martha. Mimi niseme Martha alibeba kitu kikubwa. Hata Mungu ndoto za Martha zimekatikia njiani, lakini bado alikuwa na kitu kikubwa sana kwa taifa. Ya kuna wakati mambo yanatokea kama haya, tunakuwa hatuna jinsi, lakini kiukweli yanakuwa anapoteza vitu vya msingi, watu wa muhimu, na vitu kama hivi vinatokea. Pengine hata leo sisi tunategemewa, pengine tusingekuwepo. Ya lakini tunasema ni mapenzi ya Mungu tu kuendelea kuishi hivi tukiwa tuko hai.